Hello guys, welcome back to our show. We want to discuss various things about Kenyan celebs venye mnawajua. So, Alvopele mambo. Poa niko fiti kama kawa. Sorry hata uje nimezoea kuwekea hii. Uko fiti, ulikuwa umepotea kidogo hadi kuna watu mafans wako wamekuwa kukuulizia, lakini sasa hii waambie kitu kwa fans wako yani. Mafans wangu? Nimerudi back. Tunapiga kazi, tumekuja kuchambua mambo ya usanii, mambo ya comedy, mambo ya content creators, mambo ya politics pia. Unaelewa, lazima jinsi tuchambue hizi vitu. So mafans wangu wakuwe updated na mimi, wakuwe wananifollow, nitakuwa nawapea uhondo back to back. Uhondo back to back. So Alvopele, mimi niko na swali kuhusu Geoffrey Msiria. Yes. Tunaona pale Geoffrey anasaidia watu, amesaidia ule mras. Anasaidia. By the way mimi namuona anafanya kazi poa, lakini sasa kuna wale wenye wanasema kuna upuzi. Yaani kuna watu hawampendi, wanamcondemn hizo vitu zake. Sasa unaonaje? Mimi kitu naweza sema Geoffrey Msiria ndo civil servant ambaye ana work hii Kenya mzima. I will say ni Geoffrey Msiria. Ukija kwa politicians, kuna politicians wana work, kina Ndindi Nyoro, kina Babu Owino, kina Sifuna, wao wana work. But now kuja kwa civil servant, nasema Geoffrey Msiria ndo top number 1 because ana deliver kazi yake. Him as a member, an executive member ya Nairobi City County, yeye ni pekee yake ndo tunajua, unaelewa? Hakuna mtu mwingine tunajua hawa manini wote, ama executive members wote wa Nairobi City County. Ni Msiria pekee yake ndo tunajua. Kwa nini? Because anajaribu kuwork, unaona, anajaribu kuhakikisha environment iko clean, ana deliver as a CS of the county. Yeye ana deliver kazi yake, ana deliver because angalia kitu amefanyia Tao siku zinatembea, Tao iko clean, mahokas wamepunguzwa, unaona. Juu mahoka walikuwa wamefika mahali wanakana kama Tao ni yao, unaona, like ukipita hivi kumechrome. So mahoka wakichrome waseti wanakuwa wengi, wanafanya kwa barabara. But now Msiria amejaribu kupunguza hiyo kitu, inaonekana at least kazi inafanyika because in anywhere in this world, CBD Nairobi, like any capital city in this world, haifanyi kuwa na hawkers as in Tao inafika na wasawake wa market inafaa ikuwe kando from the CBD, si ndio? Basi unapata like in our country watu wana majob, so wengi wanaingia into hawk na kufanya nini na nini, so walikuwa wamejaza na CBD. But now Msiria anajaribu kuhakikisha CBD na baki menye nafaa ikue. Unaona, sasa ukienda Kisumu huwezi pata mahoka CBD. That's why nasema it's the cleanest city because huwezi pata mahoka CBD. Unaona, same to Mombasa huwezi pata mahoka CBD. Mahoka unapata outskirts za town. Unaona, so hapo mimi nasema naweza big up Msiria, anafanya kazi fiti. Unaona, angalia issue ya Islim. Issue ilikuwa imekuwa so crowded man, juu watu wanatandika kwa barabara, as in hakuna hata usafi anymore, iko crowded because hawkers walikuwa wametake over the streets. Inakuwa pathways na kuwa ngumu watu kupita, unaona. But now Msiria amejaribu, ana deliver. Mimi Msiria anijui, sasa niko hapa kumsifia juu anijui, unaona. But because naona kitu anafanya, wanasema ngompe Kaisari aliyeka Kaisari. Yeye anafanya kazi yake msetu na big up. Kwa hiyo angalia kitu alifanya pipeline watu wanakaa kwa estate na takataka iko hadi kwa nyumba za watu wa complain. Msiria alijibidi aenda huko afanye venye inafaa ifanyike na akadeliver project, like hiyo ni project ya cleanliness, akahakisha the whole of pipeline watu wako wasafi. Ndio hawezi fanya 100%, tuambie tu hawezi fanya 100% because he's doing it as a CS wa county, si minister, like si CS wa national government, ni CS wa county, unaona. So hawezi fanya yeye peke yake na deliver, itakuwa ngumu. But at least for him ana show effort ana deliver. Kwa hizi county zote 47 hakuna CS mimi najua tu Msiria. So it means anafanya kazi. Kuhusu yeye venye anasaidia watu, hebu sema kitu hapo kidogo. Kuna wale walisema hata kama ni kusaidia ifai usaidie na kamera, usaidie off camera. Yaani kama anasaidia asionyeshane. Unaweza sema aje issue kidogo. Anyway in this world, as long as when public figure, ukisaidia watu wataona. Unaona? Haikuwa kupenda kwao. Hata ukiangalia Cristiano Ronaldo, ukiangalia Messi nini, wanasema ndio wanataka kusaidia behind the cameras. But sasa huwezi avoid camera, unaona. Si kupenda kwake kuonyesha watu, but ni ile is part of him showing that as a leader, as a civil servant, you can weka aside your duties as a civil servant na bado usaidie watu, because we have people in government
who don't have any azinawananga masi, hawana ile utu ya kusaidia watu, unaona. So for him, sasa ana show off, but anataka kupea example kwa civil servants wengine, so that now hizo ndio mnakula ndo za wananchi, si ndio? Sisi ndio tunawalipa mshahara. So ukigive back to the society, civil servant mwingine pia ataona, pia atagive back to the society. It's just a good thing he's doing. So that people like politicize kila kitu. So wanaona kama nini show off. Si show off. Msela ni mtu wa SDA. Watu SDA wanaga show off ufala. Sina habari ya. Msela ni mtu wa SDA. Angalia Maraga ni mtu wa SDA. Watu wa SDA kuna wenye wako na right characters. Unaona? Watu wa SDA si watu wa kwenda hivi na hivi. Okay, yana ana show forward. Hajasema anataka any political seat for next election, hajasema. Now people watu ndio wanasema maybe avoid the next. Wanasema anatengeneza content, hiyo ndio kitu wanasema. Anatengeneza content. Anatengenezaje content? Ni content creator. Unaona anatengenezaje content na anataka kuonyesha like how things are working in Nairobi, unaona. Juu unaweza fanya kitu na usipo show off kwa ground, watu wataona kama unafanya, unaona. Wataona tu kama unakula mshahara bure. But at least lazima uonyeshe watu ndio watu wasiwajue as much as ndio hujafanya the best, huja deliver 100%, but at least ulijaribu, unaona, ukaput in effort. Yeah, so better nation in a world of technology, so people have to know what is happening kwa ground. Kwa ground lazima watu wajue, because simu ziko everywhere, cameras ziko kila mahali, unaona. Nowadays ni hivyo, unakuta hata mtu akipata labda ajali inafanyika, badala mtu aenda asaidie mbio, yeye anaanza kurekodi. Lazima record, yeah. Ni hivyo. Yeah. So issue nyingine nilikuwa nataka kuuliza kuhusu Otoyo. Nasikia yeye ndiye ni baby daddy wa Kashirima. Mashirima Kapombe. Oh, Mashirima, sorry. Yeah. Mashirima Kapombe. Mashirima Kapombe. Unajua kitu kama hii imenishangaza sana. Si imagine. Mbona usimagine? No, mbona usimagine Otoyo anaweza na nini kama public figure. Tuseme huyo Kapombe ni public figure. But okay, maybe I was surprised. Yeah, okay, kusema kweli I was surprised because Mashirima Kapombe alikuwa keki msee. Mimi nakumbuka 2014 nilikuwa primary, I was in class 7. That's my first time niliona Mashirima Kapombe. Alikuwa na short hair. If you go back kwa clips zake akiwa KTN, alikuwa na short hair that time. Then hiyo mimba ikianza kikaa mtu tulikuwa tunaiona, but hiyo time hizo unajua Captain Otoyo alikuwa amempea, because at that time hatukusikuwa tuna follow church. So ndio nimekuja kujua juzi ati Captain Otoyo alimpea mimba. Bro, dem alikuwa keki. Acha hata saa hii. Mashirima alikuwa keki hizo enzi nakwambia. Mimi nimekuwa surprised because you can imagine dem level ya Mashirima Kapombe, bro. Anapewa mimba na Captain Otoyo. At that time Captain Otoyo, okay, jina alikuwa nayo because of comedy, but hakuwa na do. Unaelewa? Sasa alikuwa na do vile. Ilikuwa kama venye Eric Omondi alipea mimba huyo journalist mwingine kwa nani. No, journalist mwingine alikuwa Citizen, nitakumbuka je nakwambia. But mimi I believe once you are nite celeb ama nini, uko na number ya followers, you are good to go. Si lazima pesa. Si lazima pesa yeye, but unajua unaweza take msipi wote, but remember huyu ni journalist. Unaona, huyu ni news anchor. Do you know what it means to be a news anchor, bro? Hiyo ni level ya kina Betty Kialo. Mpaka Betty Kialo kina Joho walikuwa wanaona wakawakatia. Yaani una expect watu wanaweza date nao, either ni businessmen wakubwa ama politicians. Yeah. Unaona, like ni watu wako na jina in the country. But me I'm surprised Mashirima aliamua kupea Captain Otoyo. Okay, mimi imenifunza one thing, like for a boy child, usiogopa. Wewe jitume. So courage msee, courage. So for me from kwanza leo onwards, mimi msupa yote nimemlike. Mimi ndamsuka. Wasema the worst you can say is a no. So pia mimi nakuwa namsuka msupa yote because wewe unasemaje Mashirima 2014 vile alikuwa keki na Otoyo alimweza na akamweka mimba. Na si ati Otoyo alikuwa na pesa. Sasa si keki. Unajua sasa hii miaka imesonga. At that time she was alikuwa anasema she was around 24. So it's now like 11 years. So ako around 35. Unaona, so yeye usichana wake umeisha, hata tuseme umeisha. Baada hujaisha vizuri. Mtu ukifika 45. Ukifika 35 you are no longer youth. So kwanza hapo 40 ndio kuna demand, hapo 40 kuna demand nzuri sana. Like unajua sasa huwezi compare sasa mtu ako 35 na demu ako 21 22. Unaona demu ako 21 22 ni keki bado. Then pia sura inakaa young. Again pia ujue kwa sisi wanaume inakuja ni kama opposite. Boy ukiwa 20s kupata dem ni ngori, but the moment unagonga kwa ma 40s 30 ndio unapata sasa bali yako inapanda. Sasa wale maboy child mko 20 msijali. Ngojeni mfike hizo miaka 40, life starts at 40. So wazee
Mashirika anyway, si hata hizi keki sasa ni keki pia, but si kama vile alikuwa back then, unaona. So me I was surprised that Captain Otoyo ndali alimuai mimba. Mzee, yani mimi najaribu kuimagine hiyo kitu, I'm like, god damn it man. Kumbe tunaweza fanya mambo tu na lugha 1 2 3. Naomba tu msiwe na kulike, kuna vile nakwanga umenibamba chini ya maji hivi na hivi, unarusha mistari. Super anaingia kwa screen, anaingia kwa mambo yako, anaingia inbox yako. Alafu unaacha hapo territory. So that's hiyo, naambia maboy child msiogope. Mimi naweza suka sasa mtu yote. Kwanza kuna msema na wana nimecrasha nita Karewa huu nikipana na yeye. Karewa huu ile TikToker. Ndio mfano ameiva hivi TikTok. Unamjua? Ni mali ndio mtafuta ndio Karewa huu. Mtoto mzuri huyo. Kama Captain Otoyo aliweza kupea Mashirima Kapombe mimba, alimsuka akaingia box. Pia mimi Karewa huu nikimpata hivi, ni wewe, ni mimi na wewe, lazima uingie box yangu. So tuseme ukimwona hapo unaweza anza aje? Tupe mistari kidogo juu inakaa ni kama sema sasa, imagine sasa angekuwa yuko pale. Ati angekuwa ningemwambia hivi, ati Karewa huu, wewe ni beauty, una smile befriti. Wewe ni pretty, unakaa afiti. Na kujua hauna. Hiyo ni kuimba ama ni mistari? Ni mistari bado. Mistari unafanya kama unaimba. Zinamflowisha, unaelewa? So ni mistari mimi namjenga, unaona? Kiugaza. Pretty concentrate. Take. Sawa. So unaona? Karewa huu ni msupa mzuri, mimi namdai. Yes. Alivopele wewe kama msanii umetoa ngoma mpya, tuambie kuhusu hiyo ngoma yako tusikize. Hapana. Mimi sitoangi ngoma. Sikumbuki mwisho kutoa ngoma mimi. Kwani wewe utoa nini? Natoa tu hit song. Niko na hit song kubwa hapo inaitwa Chizi Fresh. Ati Chizi Fresh mi natumia ngwa fresh. Vile nazikwenda utajua zile nice. Chizi Fresh mi natumia ngwa fresh. Vile nazikwenda utajua zime nice. By the way sijai nini vile, sijashika lyrics vile, lakini ni ngoma kali. Chizi Fresh mi natumia ngwa fresh. Vile nazikwenda utajua zime nice. Chizi Fresh mi natumia ngwa fresh. Vile nazikwenda utajua zime nice. Pele mimi niko na ni hit song mmesikia. By the way ni song nyingine kali sana. Pele niko na swali kuhusu Pulse. Unafikiria ni msanii ama unawaza ni msanii mgani yafaa pewe Pulse Award? Pulse Award msanii of the year. Nimeona kuna artist of the year, kuna comedian of the year, kuna hizo categories zote ziko. So mimi nasema kama comedian of the year ni Jemo ya Chok Jingle. The scene. Jemo the scene huyo. Huyo naye anafaa pewe actually. Nimeona category yake kuna Awinja, sijui kina nani. Of course kina Awinja ni ma legend, wamekuwa in the industry for a long, hatuwezi ni clip gani ya Jemo yenye imekubamba kabisa? But mimi hakuna clip ya Jemo yenye nibamba. Jemo zote zinakubamba. Unajua mimi niweza kufuata Jemo last year, time alikuwa na imitate nani Willy Paul sana that time. So when alichange akaanza ku ana fit into any other character, me I was shocked because sikuamini jamaa anafanya hizo character zote, because literally any celebrity in this country hakuna miko najapitia ya Jemo amefanya character za maceleb wote. Amefanya Bien, amefanya Otile, amefanya Willy Paul, amefanya ya jamaa wa Jimu Sigi, amefanya hizo zote manzi. Na yenye na trend sasa yenye amefanya ya Vibes Cartel. Ya Vibes Cartel hiyo nayo ni bamba lai. Hiyo iko. So nakwambia the guy deserves an award. Nasemanga I give people their flowers, ndio. So me I want to give Jemo the scene his flowers, man. You deserve that award. Comedian of the year. Apart from Pulse Awards, maybe kutakuja hizo awards zingine pia. Still Jemo acha bebe tu zote. Hii mwaka imemkubali because kuna kila mtu ana time yake. Kuna time kina Crazy Kena walikuwa na shine, si ndio? Kuna time kina Hilarious Aura walikuwa na shine. But now for now it's Jemo manzi. Kuna time kina Awinja waliwiniza award, si ndio? So for now me I will say Jemo ana deserve award because definitely I'm to entertain the whole year from January bro mpaka September. Si easy. And imagine that's an investment. Lazima ndo upige hizo outfits daily, ndo hizo haircuts upige daily,
ndo ukuwe na camera daily, ndo ukuwe na follow our ma actors daily, like lazima walipe ufanye nini. Manze ame-invest, inatoka ku-invest in your craft. The guy deserves the award, man. Acha apewe award for once, man. It encourage pia wase wengine wakikama hapo watajituma kama vile jamaa amejituma. Alafu tukikuja artist of the year, nitasema Toxic Lyrically, because definitely okay, Bien confirmation. Okay, Bien confirm pale. Bien ndio amefanya kazi mzuri, hatuwezi kataa. Otile pia amekuepo, Willy Paul as obvious has always been doing this thing. Na wasanii wengine wengi wamekuwa wakifanya kazi zao, but now for me I will say Toxic manzi. Bro, from ngoma hiyo Chinje itoke. The guy amekuwa consistent. Mimi ni msanii anajituma. Mimi ni msanii but nimeangalia bro, unajua like huyu jamaa anafanya hardcore hip hop, right? Anafanya hardcore hip hop. Si hip hop ya kurap alafu ni kama ni genge, ni kama ni yeye anafanya pure hip hop. Hiyo ni hardcore rap, unaelewa? But the guy is able to deliver hits. Sasa kuna hits kama 5 pikidizia peke yake. Bro, si rahisi. Mimi sometimes mpaka najiuliza like kwani nini sisi wasanii hatufanyangi? Because mimi pia mimi rap, mimi uimba, mimi rap, mimi toa ngoma, si atoangi. But like hivi si najiuliza kwani msanii nini anatumia yenye si atufanyi? Because the guy any other song anatoa hit. Unaona? Na as long as song umesikia tu TikTok hivi imefanya challenge kadhaa, juu ngoma imeenda. Unaona? So mimi ninakuanga niko like huyu jamaa mzee ana deserve award to artist of the year. Locally amefanya poa, si ndio? Amefanya poa. Bien wamekuwa wakifanya poa, but bado mimi I will still stick with Toxic Lyrically because as a hip hop artist uko na hit songs. Unajua like Wakadinali, Wakadinali hao they were able to grow because ilikuwa effort ya group. Unaona? Ni group, group effort. So hao walikuwa wanafanya hardcore rap, yes, but they so like wangi rahisi. Peke yako. Imagine ngori. Wakadinali wali move as another group na ikawa boost. But imagine this guy is a solo artist, bro. Na anafanya hardcore hip hop ya magangster. Bro, umsara mimi kwa gangster naweza sema ameshinda OG. Tuseme tu kweli Toxic Lyrically. In terms of gangster, the guy ameshinda OG. Hapo itabidi explain kidogo. Ameshinda OG kivipi? Oh bro, OG analanga base. Ni jia base. Kwa hivyo hapa OG analanga base. Tuanzie hapo. Kurap ni base. Bro, wewe ni gangster. Wewe ni gangster unakuaje bila base? Acha nikuulize. Okay, mimi bado ujimsema kweli, mimi si gangster, juu sinanga base. Hiyo nakubali. So mimi si gangster. So ndo uwe gangster kwanza lazima uwe na base. So mimi niko na swali kidogo. Akina Kendrick Lamar, akina Eminem, si hao ndo marapa ndo wanoma worldwide. Wako na base. Hawana base but ushaona mahali wakiwa kama gang like hao ndo the baddest like ndio ni marapas wanoma. Hata Eminem anaweza kuwekea the whole dictionary na wanao anaweza kuandikia atukatai. But issue yangu ni kuna hiyo gangster inakuja. Na wengine Tupac walikuanga. Tupac. Unaona wenyewe huyo naye. Sasa hiyo ndio gangster. Sasa nakwambia hapo ndo Toxic anashindia OG. The guy is a gangster by as in natural. Wewe OG ametoka Kayole, Toxic ametoka Kayole, si ndio? Hao wote ni wanoma. So na Toxic ni wa huko. Sina habari hadi. Toxic ni wa Kayole mzee. Kwani unakaa Kayole na OG? Naishi Kayole gani wala? Toxic ni wa Kayole, man. Imagine a guy from Kayole, wote ni wa Kayole, but OG kitu ilimsaidia ni Christopher alimsaidia sana in terms of profile career yake. Ni invest kwake because aliona kuna talent. OG ana flow na beat, yeye atakataa ana flow na beat, ni mnoma kuandika. But now imagine that Toxic ni mnoma na kuna hiyo gangster ndani yake. So it qualifies him to be the best of the best rappers nishaiona. Unaona? As in wasema Nyashinski ni goat. Okay, ni Nyashinski pia uimba, so that's why wanasema hivyo. But in terms of hip hop artistry in this country, Toxic wins it any day anytime. I won't lie unless kama msanii mwingine anafanya hardcore hip hop kama yeye, because for me si atafanya hiyo hardcore hip hop. I won't lie, mimi si mtu wa gangster vile, unaona. But now for gangster na nini tumpe tu manze Toxic man.
So nitaka tu discuss kuhusu issue nyingine hapa inaleta noma, lakini itabidi tumediscuss kuhusu hii bendera yetu kukanyagwa. So unasikiaje hao wa Somali wanadai pia demu wetu alikanyaga bendera ya Kenya. So mbona tuna wanini wao sana kuliko ule demu yetu wa Kenya? Unajua? Mambo ya kwenyu mna deal na kivyenu, ndio? As a family deal with mna deal na mambo ya familia ndani yetu. Huyo ni demu Kenya, sio tutadili na sisi kama wa Kenya. Unaona? Betray, but it's okay, we'll deal with her as a Kenyan. But now coming to foreigners, Somalis are foreigners in this country. Ndio walisema they are among 42 tribes. Okay, among 42 tribes, but they have their country. Somalia is their country. So where do they belong? They don't belong in Kenya. Hata wenyewe wanasemanga we are Somalis who are in Kenya. So they are not Kenyans. Wamefind environment ya Kenya is working for them in terms of business, in terms of as in a peaceful environment for them to stay, in a work best for them, because huko kwao Al-Shabaab wanaingia any time. Huko kwao kumekauka, jua ni daily, January to December ni jua, hawana environment poa huko ya kufanya busy. So huko ni home kwao, because they call it home because it suits them in terms of the business na makao. So unaona, but realistically sisi wa Kenya akina Aden Duale, zikina Junet, as usual, mimi nashangaa why are they even given these top seats in this country? They don't have. I have a question. Whom should we blame? The government or of them? Course the government. Nafaa to blame Kasongo na watu wake, because Kasongo ameallow juzi nimeona ametoa visa restrictions to any other country yenye inafai kuja in Africa, in Kenya I mean. Bro, do you know what hiyo kitu inamaanisha like passport yetu ita weekend. How can you even unatoa visa restriction mtu anazenga in this country anytime? Passport yetu ita weekend, itakuwa kutoka hapo kienda majuu ndo wende itakuwa unatumia process mingi, because wameallow your countries are free entry in any other country. Ita weekend in terms of passport za kwenda outside the country. Now for us tutakwenda in Europe, UK, wapi itakuwa ngumu. Jua kama weekend passport yetu na visa yetu kupata kwa issue, because asha restrict hizo countries zingine kuingia, asha toa hizo restrictions, so countries zingine zinaingia, unaona. So Kasongo anafanya hizo vitu zote. Look at what is happening in Mandera inaenda because of what allow now those guys we calling the Somalis and the Boranas and whatever from Somalia and hizo countries zingine wana penetrate into our country freely, unaona. Who nani nafaa to blame? Nafaa to blame Ruto. As a leader unafaa ujue kuna restriction. Sasa hii Tanzania wamekataa Wakenya wapeleki mizigo zao Tanzania. Unaona? Even though that's how bad things are. But sisi tuko hapa tuko na uzuri wetu, tunakaribisha mtu yote in this country because we want kusaidia watu wafanye busy. Wafanye busy wapi na wanakuja kutuharibia nchi? Mtu hawezi kuja from outside huko akuja tuharibia, disrespect bendera ya country yetu. Mimi leo nataka kutoka kwenda nje UK, Europe, US. Nikifika huko I will respect the culture there, I will respect the flag ya huko, because huko si kwetu ni huko, unaona. Huko in my country I can do anything, unaona. So mimi na feel Kasongo afanya like we just need a right leadership in this country, because where we are heading as a country, hii nchi inaweza kufail, itafail vibaya. Unaona, again pia hizi bendera yenye kuna mtu anakuwa anasema hizi bendera zimekuwa so much, people are accessing it any day anytime. The government should restrict bendera ziko zinapatikana either police station ama shule peke yake, ndo at least kukuwa na hiyo limit. Hii bendera watu walifaitia man, our grandparents fought for this thing, unaona. So tukianza ku respect that, unaangata nyama maandamano wao wanajipanguzia sweat. Me I'm like, guys, do you even know the value that this flag in a beba kweli, no? It is good we show our naonyeshanga hiyo patriotism with us kwa hiyo bendera, but doesn't mean to have to misuse it, unaona. Kuna wengine wanajifunga kwa shingo. Me I'm like, hii stuff bendera ndio kitu kubwa sana tuna value in this country, unaona, because ile inatukumbushanga where we've come from as a country, inatukumbusha where we've come from and what we are supposed to do and achieve it as a country. So we feel government afanye restrict vitu mingi sana. Hatuwezi kuwa tu country na freedom ya watu wanafanya anything anyhow. Bendera zinafaa kuwa restricted. Kila mtu anafaa ku access, because why did the Somalis access it? Because bendera iko kila mahali. So they had wali access, then they did what they did because wali access
kirahisi, unaona. But then inafaa kuwa the hardest thing kwa kupata in this country, because hiyo ndio kitu tuna value. We don't even value the presidency anymore. We value that flag. So hapo ndo tumefika mwisho wetu, ama kuna kitu kingine unataka tu discuss kidogo? Tunasema ni kuna ngoma mpya ndio Chizi Fresh manze pale YouTube, unaona. Ati hawajawahi andika ngoma kahi, mimi ndo wa kwanza, naita wabamba wabaki wakiulizia ni nani huyu Chizi Fresh. Ona sasa, tulikuwa na we shule moja, sahi we ni profesa na mimi niko kwa street juu mimi Chizi Fresh. Sasa Chizi Fresh nini wewe? Bro, nikuulize. Wacha nikuulize swali. Unaona hii usanii itakupeleka mahali? Kabisa. Wapi? I believe in myself. I believe in myself, man. I'm born a fighter. I always have the spirit of, you know, as long as I have the agility to do something, I'll do it till I die. It doesn't matter whether the money is coming or it's not coming, because it's inside me. But I know I'll keep learning. We do a lot of experiments here and there. Unatoa ngoma, sasa nakwambia ngoma imelack kitu fulani. Next time improve on this. So the more you improve, the more unaenda utafika hapo. Na mimi najua my time is coming very soon. Hata maybe next month nazapata na wewe. Nikuwa mimi ni superstar. Who knows? Nobody knows tomorrow, by the way. Imagine mtu kama Rick Ross alimba 11 years. Kama ajulikani na mtu. 11 years. Mimi nilijaribu 3 kanishinda. Rick Ross alimba 11 years. Kama ajulikani na mtu. Rick Ross amejulikana akiwa in late 30s, ndio sasa kwanza kumjua. Because alianza kuimba kwa kama early 20s. Ndio sasa wameanza kujua Rick Ross akiwa ameimba over 10 good years. Na kuja ajulikani. Kuna madamu anaitwa Kestin Mbogo, anaimba gospel, msanii wa gospel Kenya. Wasa wanafuatilia gospel na wanamjua. Hizo gospel hizo gospel players za kind of praise and worship in it. Madamu anasema alianza kuimba 2013. Na amekuja kujulikana last year. So nimemtake pia over 10 years. Unaona? Okay, for me, taking ngoja that long, and I don't wish you take that long. I will work as hard as I can to make sure I give up, na to make sure pia napata my income very fast, so that I encourage you say, unaona, because niko na ngoma mingi, nimeandika over 30 songs. I still have so many projects they release, unaona. So nasikia ngoma la feel niko like hizo ngoma zote niko nazo, ideas niko nazo, nisipozitoa nani atazitoa, because I'm the one who understands myself better how these songs will be released. The only thing maybe mtu ananisaidia ni advice, you can put it in this way and this way, you can compose a song in this way and this way. That's the best way mtu anazani advice. But now how to execute it is me and myself who understands it. Because hata nikisema niandikie msanii ngoma, tamwandika ndio ataenda execute na idea yake, unaona. But now for my own way I can do it better. So the same feel music wise, I still have a lot to do. I still have a lot to deliver. I still have a lot of collabs coming, and I'm happy for my good friend David Dafubu is doing well. Tumejuana for a while and I'm happy for him. Kumbe mnajuana? David ni Mluya. Okay, tulijuana naye nikiwa Coast. Wewe tulikuwa tunapatana naye studio fulani ya kina Kelechi back then kama 2022. Sinisikia alisema yeye ni mtu wa Coast huko na si ndio ametoka. Tunajua yeye ni Abusia. Ni Mluya but amelelewa Coast bro. Mbona mnakuanga hivyo? Sasa mtu ni Mluya afai kuwa Coast. Yeye ni Mluya. Sijasema hivyo. Si Otile ni Mjaka na amelelewa Coast. Na sasa so Devrix I mean ni Mluya but amelelewa Coast. Unaelewa? Na unaona hata unaona waandishi wake. Ukisikia melodies zake zinakuja kama za Chikuze. Kama ushai by the way zinakaribiana. Zinakuja kama za Chikuze. Writing yake utaiona. That's why the Coast ndio kuna funny best in terms of writing songs. Even BN, unaona BN is good at writing ngoma za hype. But unaona msana za deliver ngoma za zinaongea na mioyo za watu. Love song tu zinaongea na mioyo ya watu ni Otile Brown. I will say Otile Brown, Kelechi Africana, I will say Masauti, Susumila, like watu wametoka Coast, and then now South wana Devrix. Watu wametoka Coast, they have those like unajua kupenda ama niseme aje. Sasa kupenda pase naweza sema unaelewa Kiswahili cha Mombasa ni Kiswahili tofauti sana na Kiswahili ya Nairobi. So kama umelelewa Coast, unaweza andika Kiswahili kwa njia ambayo watu wanaweza flow nayo vizuri kushinda vile mtu wa Nairobi anaweza andika love song. So that's why Otile akiandika song, love song too. That's the prime Otile. You know the prime Otile? The prime Otile alikuwa anapea Sauti Sol headache. And that's why Sauti Sol, the whole of Soul generation wanakuwa na beef na Otile because aliwanyima collab.
At that time when Otile was Otile, okay. At that time Otile akifanya ngoma na kina Sanaipei na Alikiba. When Otile was Otile, unanikumbuka. At that time Sauti Sol was at its prime. So Sauti Sol alikuwa anataka kufanya collab na msanii wote ametrend. Hiyo time walifanya collab na Khaligraph, wakafanya collab na Nyashinski, wakafanya collab na kwanza watu walifanya collab na Timid atajaito. Yote Timid alikuwa amehita. Kumbuka zeni. Sauti Sol alikuwa ngoma na Timid atajaito. Juu walifika mahali wakaona ngoma ni ufala, so wakaona hawezi ito. But collab hiyo ngoma iko. Na tuseme Otile ako na maringo, mbona akawanyima collab? Alionyima ni venye unajua aliona Sauti Sol ni kama walikuwa wanateka advantage in a way. Anyway, pia huwezi jua what happened in between them akawanyima collab. Juu kuna watu na mambo mingi za usanizi happen tu huwezi elewa. Iko kama sasa nikwambie Baha kuna ngoma na Alikiba na Jai release. Hata Bien kuna ngoma na Alikiba Jai release. Mbona? Sasa huwezi jua issues ziko behind hizo songs zote unaona, but kuna ngoma tu zinakuanga na wasanii wa releasing za heshima milele unaona. So ilikuwa hivyo Otile alinyima Sauti Sol collab. Then so unaona kwa hiyo beef kati yao na Sauti Sol. Si hata ni beef ya music vile, ni ile tu kuna tu hiyo personal issues kati yao. Si hata hasa wanafanya beef ya music. Kwa hiyo because of personal issues kati ya Bien na Otile, I think that's why haiwezi isha hiyo beef yao anytime soon. Na ni challenges gani unapata wewe kama upcoming? Kama msanii challenges ziko hapo. Nipe 5 reasons. Number 1 ni marketing songs. Number 2 ni production. Number 3 tutasema ni nini? Kupata tu how will I say finances. Hiyo number 3. And number 4 tutasema so kwa hizo tuongelee ile inakuumiza kabisa. Chagua moja inakuumiza tuiongelee finances. Finances Because ndo upate one of the best production in terms of audio, in terms of video na nini, lazima kuna do mzuri. Ndo upate sema for example ndio kwa producer mkali, like producer amekuwa in the industry for a while, producer kama Motive, producer kama Magic Enga, producer kama Vicky Pondis, Alexis, producer wote Mavo on the beat, Ihaji made it. Hawa producer wote hakuna msekati yao ndio nimekutajia analipisha less than 30k audio. Hakuna jaribu pigia kesho hii, pigia Motive mmoja. Kwanza Motive atakwambia 40k. Motive Sedo sana mjua. Sedo atakwambia 50k. Na nikuulize uko sure ukifanya song na Motive inaweza hit? Sasa hapo hawakupea guarantee. Acha nikwambia producer asiwezi kupea guarantee ata ngoma yako akifanya nayo ita hit. Haezi. Ngoma ya producer yenyewe hit na kwanga hivi. Anatengeneza beat, alafu anaita wasanii. Si wewe peke yake, anawaita. Like hiyo sasa ni ngoma yake. Hiyo sasa si ngoma yenu. Kama Saifa hivi ama nitaje. Not inaweza kwa Saifa yes, but inaweza kwa kama venye unaona venye Alan Wako hufanya. Tunaangalia logo sana mademo producer ngoma zake by the way. But ngoma zingine ana on club. So producer akiamua kufanya hivyo atengeneza beat. Then anaangalia within sako ya wasanii wenye deal nao ama wenye anaweza taka kuwork nao wagani watafit kwa hii beat, akuja waweke verses. Hiyo ngoma producer ata market. Hiyo itaenda, hiyo kwa show itaenda juu ata market hiyo mwenyewe. But that wewe na work na producer na uja budget doza marketing, doza maybe kwa challenges TikTok na nini doza kutoa video kali. Ngoma itakuwa tu like any other song because producer atakusaidia anything. The fathers anaweza go ni kukupostia tu maybe on Instagram. You know, that's the fathers you can do. Na maybe itakusaidia. It's up to you kama msanii uwekeze do bado za marketing, uwekeze do za kutoa video kali, uwekeze tu do za kuipush bado. Hapo acha nitoe idea kidogo. Back then when I was an upcoming nikiwa msanii before niachane na hiyo jani yani. Mimi nakumbuka producer wangu ningeenda pale to record song vizuri, lakini hiyo song hata yeye kuchukua tu yake kwa status yake ilikuwa ngori. Hawezi. Kuna shida nilikuwa nafanya naimba umbwaki ama nilikuwa sikuelewa ama do zangu budget ndio ilikuwa down. Maproducer wengine mwache kutupima, mnakula do yetu lakini hamtufanyii kazi venye tunataka. Hadi wengine wanakupea demo. By the way mimi naweza sema ni producer walinikanyagia chini kidogo. Mimi niko na issue na maproducer mimi niko na issue na maproducer wengi. Si mmoja, kuna mwingine si kitambo like a month ago, kuna mwingine nimempea do zangu tumetoa hadi tumerekodi ngoma. Ananisumbua hadi leo hajanipea ngoma yangu. Na nilimwambia just give me time. Kitu ndakufanyia utakuja kuregret maisha yako yote. Because siwezi spend do zangu afu msataka kunipea ngoma yangu. Unaona? So nimengoja tu
najaribu kwa new projects zikijipa tu vile nataka, alafu nipate to do. Mimi ndamwendea na maskari because itakuwa a lesson now, and that one I will film it na nionyesha equal lesson kwa maproducer wengine waacha kufanya wasanii vibaya, because msanii tu kulipa doza zake zote, alafu unaanza kumcondition ati ndio umpe ngoma ongeza do fulani. So hivi nakuwa nafanya, tumeelewana 5k, ananiambia ongeza 2k nikupe ngoma, nikaongeza do zingine mimi 2k. Sasa nimefika 7k, ananiambia ongeza na 2k nyingine nifika 9k. Nilikuwa like huyu ni mchezo ananifanyia, si nikamwambia kaa na hiyo ngoma. Hivyo ndio nilimwambia kaa na hiyo ngoma. Sijaichukua mpaka sasa, nikipiga simu zangu ashiki. So nikamwambia ni sawa, kaa na hiyo ngoma. Whatever will happen to you, it's up to you. So sasa na wakati sana najaribu kupush project zangu zijipe hivi nipate do. Mimi ndamwenda na CID. Itakuwa lesson na hiyo leo ndairecord. Unaona, itakuwa lesson for him to learn na ataishi kuregret maisha yake yote. Ushaipewa demo? Actually alinipea demo. Hiyo ndio ilinifanya nika give up kwa usanii. Alinipea demo nikamwambia okay, hiyo ni demo yes, but kuna vitu fulani hazija huku. Umenipea beat na beat iko na kelele ndani. So hiyo inafaa like hiyo ni demo gani? Hata at first at least nipe demo yenyewe beat imetulia, vocals zinasikika fit, unaona. So unanipea demo iko na beat inakuwa na hizo ndani, niko like bro, kwani nini unanipea? And a big producer, sitaki mtaja jina sasa hivi atajijua, but time will come for him to come. Tutamtaja siku moja very soon. Ni producer mkubwa amefanya kina TPCG, kina Goditen amewak nao. Sasa ni producer mdogo, unaona, but sijui tu nini kuingia kwa wasao, kuna tabia kutumia watu vibaya na si vizuri. So bro, one day when you will be there, how can you give back to the community? Tuseme sasa umehit albopele kila mahali wanakuimba. How will you give back to the community? The best way naweza fanya ni one ni you know, unajaribu ku appreciate talents. Unajua kuna talents ziko mob, especially in ghetto and whatever, but so wasio wameingia to drugs because hawana hope, hawana any solution yenye inaweza kusaidia talents zao zipropel, unaona. So the best way naweza fanya ni ku give back to the community, kutafuta talent, nizi appreciate, nizi feel level yenye kuna watu wenye wa kutrust ika unaweza achieve dream yako, unaona. So the best thing unaweza fanya you give back to the community, appreciate these talents ziende mbali, so that now society benefit from you. Then you can also build children's home, kusaidia the orphans na nini. Yeah. Then pia wale wenye wako na haja ya kwenda kufanya masomo na nini na wamekosa school fees, the best way to give back to the society ni kuchukua hizo, you do it to help watu wengine wapate masomo. Yeah, guys, today we have discussed a lot of things, so tumekuja to an end of our session. Yeah, man. Thanks for keeping touch. Mpate at Alvo Pele. Yeah.